God is good, and all the time. Ado nyumba muriega rege ngai ni mwega hingo ciothe. Asanteni sana Bwana Bishop. Siku ya leo nina furaha sana kwa kukuja hapa kwa kanisa, na umenifundisha mambo manne kama ulikuwa unasikiza kwa makini. Na jambo la kwanza umetuambia ya kwamba tuwe just. Mambo la pili umetuambia ya kwamba tuwe merciful. Na la tatu ukatuambia tuwe humble. Na la nne ukisimama pale umekuwa very just, ukasema one term. Nilisikia vizuri ama sikusikia vizuri? Simlisikia hiyo pia? Bas, hiyo ni justice ambayo Bishop ametufanyia kwenye kanisa. Na nataka nichukue nafasi askofu kwa kuomba msamaha. Venye tulikuwa tunaingia pale, tulikuwa tunaingia kwa furaha. Ilikuwa ni furaha mingi kwa sababu wengi wetu ambao tumekuja, including myself, we are sinners. Venye tuliona kanisa, mlango ya kanisa, tukasema hii ndio hospitali ya sinners. Wacha tuingie, dhambi zetu ziishe. Pole sana askofu, na nataka nishukuru wanakanisa kwa kutukaribisha. Nataka niwakumbushe tu story moja kwa wale ambao wako kwenye kanisa. A story is told of a man who suffered for 38 years with disability. He was disabled and seated next to a pool. Then the angel of the Lord could come, stir up the pool of Bethesda, but this man never got an opportunity to get into the pool. One day Jesus came. Askofu, najua story. Then Jesus asked him, "What can I do for you?" The man said, "I want to walk." And he said that Jesus, every time I try to jump in the pool, somebody else goes before me. Jesus told him, "Pick your mat, go home." The man was healed. La muhimu kwa hii story yote ni ya kwamba this man did not leave his mat. He picked his mat. Na nakumbuka 2022 jamii ya Wakikuyu Ado Anyuba tulikuja huku kukampeni, tulikuja kujaribu. Mimi nilikuwa kwa mrengo wa baba. Rais Ruto alikuwa pia anakuja kutafuta kura na Gachagua. Ukweli uongo? Venye alipewa kiti, alisahau kitu moja. Alisahau ile mati yake. Alienda akawawacha nyuma. Is a kind of a leader who is using the donkey principle. Punda milia ukishampatia nyasi, ukirudi huko nyuma anakupiga nini? Imefanyika haijafanyika? Angekuwa kiongozi nzuri, angekuwa venye mlimsukuma juu, angetumia the ladder principle. Venye mlimsukuma juu aende juu, nyinyi pia angewaweka mwende juu. Lakini shida sio kwa jamii ya Wakikuyu pekee. Shida ni kwa jamii wote hapa nchini Kenya. Wale ambao walipigia Rais Ruto kura, siku ya leo wanavumilia kukua wa Kenya instead of kuvunia kukua wa Kenya. Hapa Thika makampuni ziko. Wangapi hapa kwa kanisa wameajiriwa kwa hizo kampuni? Na hata hivyo hizo kampuni zimemalizwa. Ushuru iko juu, kampuni imeenda. Gharama ya maisha iko juu, watu hawana kazi. Wamama wetu wanateseka. Kiangalia wamama hapa, kazi ambao wanafanya ni kazi iliyo chini sana. Wanaoshea watu manguo, wanaenda kwenye soko ili wapate chakula wapeleke nyumbani, ili wapate karo ya shule.
lakini wanahangaika usiku mchana. Shida zenyu zote inasababishwa na uongozi mbovu. Kwa hivyo 2027 Ado Anyuba, lazima mjitokeze, lazima mpeane direction, lazima mseme kama tulipigwa teke, raundi hii nyinyi ndio mpige mtu teke. Kuna mtu wenyu hapa anaitwa Rigathi Gachagua. Mimi nakumbuka vizuri sana Rigathi Gachagua akikufa na Ruto usiku mchana. Nakumbuka nikiona kwenye runinga Rigathi akishikwa, hata inasemekana alikuwa anapatikana kwa nyumba yake akiwa amelala, ako na bibi yake, watoto wako kwa nyumba, anatolewa kwa nyumba na boxer. Mnakumbuka mkumbuki? Mnakumbuka mkumbuki? Kama Rigathi ndiye amefanyiwa hivi siku ya leo, wewe ni nani? Wewe ni nini hautatendewa? Kwa hivyo mimi nawaambia, ikifika 2027, the only hope for this nation is Linda Mwananchi. Na Linda Mwananchi itashikana na opposition. Maanake lazima tuungane ndio tutoe nani? Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi ya kipekee kwanza na maseneta. Seneta kutoka kule Kisii, Seneta Richard Onyonka. Karibu mheshimiwa, chukua dakika